Kidaido, kidaido, ni kidaido ekaidai ataiwe. Kidaido, kidaido, ni kidaido ekaidai anenewe. Chama omondo yote kwina ndama kwa nikudhaida na mwana matwa dhaida ndende wawona vema kaino kwika kindu Yesu taiwa no uwengai Taiwa, Yesu taiwa, no uwengai Taiwa, Yesu taiwa niwe musumbe Taiwa, Yesu taiwa, niwe musumbe Ukiteteka Temboya nikidaido wana matwa dhaido ndende wawona beba kaino kwika kindu nikudaido Taiwa, Yesu taiwa no uwengai Taiwa, Yesu taiwa, no uwengai Taiwa, Yesu taiwa niwe musumbe Taiwa, Yesu taiwa, niwe musumbe Ukiteteka uwa kwa mwia Yesu taiwa Yesu taiwa, no uwengai Utaiwa, Yesu taiwa no uwengai Yesu taiwa, niwe musumbe Haya Umungu tuaziende kudhaida Yani ni kuabudu Tunaabudu mpaka Mungu anashuka Tunaabudu mpaka Mungu anatenda Ili kana ukuta wa yendi ko wombo iwe ni kidhaido Ukuta wa yendi ko wombo iwe ni kidhaido Yoshua nazia Israeli Madhi uka ukuta wa yendi ko madhi uka Na makuna kidhaido Kinya Yesu wa rea Haleluya Omonte ngaido kurea Omonte ngaido kweka kindu Dayo mzitu Kindu niko dhaido Nikuina na kutaya Aya twende Taiwa Yesu taiwa no uwengai Taiwa, Yesu taiwa, no uwengai Taiwa Yesu taiwa niwe musumbe Yesu taiwa, niwe musumbe Ukiteteka uwa kwa mwia Yesu taiwa Yesu taiwa, no uwengai Uwa nije maidha magwa Makataiwa Yesu taiwa, niwe musumbe Utaiwa Yesu taiwa no uwengai Yesu taiwa, no uwengai Utaiwa Yesu taiwa niwe musumbe Yesu taiwa, niwe musumbe Utaiwa Yesu taiwa no uwengai Yesu taiwa, no uwengai Unagitemuka Yesu nile Yesu taiwa Yesu taiwa, niwe musumbe Ukiteteka uwa kwa mwia mpaka sawa Yesu taiwa, niwe musumbe Yesu taiwa no uwengai Yesu taiwa, no uwengai Utaiwa Yesu taiwa niwe musumbe Yesu taiwa, niwe musumbe
Bwana asifiwe sana. Asanti, karibuni sana katika kipindi cha Majira ya Neema. Na siku ya leo ninapokukaribisha, sitaki kukuuliza jana yako ilikuwaje. Hapana, nataka kukuuliza uko tayari kumpa Mungu nafasi kufanya mambo mapya maishani mwako siku ya leo. Hii ni taarifa, ni program ya Majira ya Neema, na mimi mwenyeji wako naitwa Kelly Prestige. Maisha yanaweza kukufungia mlango mmoja, lakini Mungu anaweza kukufungulia mlango mwingine. Ndipo Biblia inasema mlango mmoja ukifungika, Mungu hufungua mlango mwingine. Na jambo la ajabu kuhusu neema ni hili: haiulizi utokako, haiulizi familia yako. Hapana. Wakati neema ya Mungu inakuja kufanya na kutenda mema maishani mwako. Kwa hivyo nikikuuliza, weza kusongea karibu katika kipindi cha Majira ya Neema, na nitakuomba msikilizaji wangu siku ya leo, weka pembeni kelele zote za maisha. Kwa dakika chache tu, weka pembeni mambo yote ambayo inakusubua. Leo hatukuja kuhesabu matatizo, tumekuja kutafuta mwanga katikati yake. Na tunaposhiriki kipindi hiki, tukitaka kutuma salamu za upendo kwa askofu wetu Bishop Isaac Degwa, ambaye ni mwenyeji wa hiki kipindi. Kwa hivyo karibu sana. Haya ni Majira ya Neema. Leo tunaweza kuanza tena. The grace of God is sufficient. Neema ya Bwana inatutosha. Asanteni sana. Mmoja wa kondoo, ingia uwe mmoja wa kondoo. Wazee ingia, wamama ingia, vijana ingia, uwe mmoja wa kondoo. Wazee ingia, wamama ingia, vijana ingia, uwe mmoja wa kondoo. Watoto ingia, wanafunzi ingia, wafanya kazi ingia, uwe mmoja wa kondoo. Watoto ingia, wanafunzi ingia, wafanya kazi ingia, uwe mmoja wa kondoo. Ingia,
mwema anaita, sauti yake tusikie. Anatukusanya pamoja, tuwe kundi lake. Mchungaji mwema anaita, sauti yake tusikie. Anatupenda sote sawa, tuwe kundi lake. Njoo rafiki ingia, njoo ndugu ingia, njoo dada ingia, uwe mmoja wa kondoo. Njoo rafiki ingia, njoo ndugu ingia, njoo dada ingia, uwe mmoja wa kondoo. Hey! 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 Ha! Hakuna aliye mbali sana, Asiyefikiwa na neema, Yesu anakungoja leo. uwe mmoja wa kondoo. Hakuna aliye mbali sana, Asiyefikiwa na neema, Yesu anakukaribisha. uwe mmoja wa kondoo. Ingia, 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 uwe mmoja wa kondoo. ingia, 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 oh, ingia, ingia, ingia. uwe mmoja wa kondoo. Uwe mmoja wa kondoo katika kundi la Bwana. Uwe mmoja wa kondoo. Hey, 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 hey. Ingia leo, usikawie. Ni mchungaji anakuita kwa furaha na wokovu. Hey, hey, hey. Uwe mmoja, hey, uwe mmoja wa kondoo. Ingia, 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 ingia. uwe mmoja wa kondoo. Sana, mimi wako Kerry Prestige, na siku ya leo mtazamaji wangu, ningetaka kukudokezea jambo muhimu sana. Mambo makubwa mara mingi haikuji yamevaa nguo ya mambo makubwa, yanakuja yamevaa nguo ya mambo madogo. Daudi wakati alipigana na Goliathi, wakati alivalishwa zile manguo za vita, alisema hii sitaweza, na akafalia nguo zake ambazo ni nyepesi. Wakati Musa alikuwa anakomboa wana wa Israeli katika utumwa, hakuna jambo lingine alitumia fimbo ambayo ilikuwa kwa mkono wake. Ule mama mjane ambaye alikaribisha mtumishi wa Mungu, hakuwa na mambo mingi, ni mafuta tu kidogo ilikuwa imebakia. Kwa hivyo usiseme mimi sina kitu. Hicho kidogo unacho kupitia neema ya Bwana ambayo imetuleta hapa, tukiongea mambo ya majira ya neema, ndio itakuwezesha kufanya hayo mambo mengine. Huenda kile unachokiita kidogo ndicho Mungu atatumia kufanya mambo makuu. Hivyo na tafadhali usitoke hapa, majira ya neema bado iko jikoni. Na msikilizaji wangu, kama Mungu haja jibu maombi yako, usiwe na shaka. Usiwe na shaka. Biguni haijapoteza application yako. Kwa hivyo usibadilishe mtambo, kaa nami, kwa sababu baraka yako, neno lako pengine iko baada ya hii commercial break. Nataka tupumzike kidogo, tusikie wimbo moja, turejee na mnenaji wa siku ya leo. The Bible says, Biblia inasema binadamu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa neno litokako katika mdomo wa Bwana. Kwa hivyo kaa nami, tusikie wimbo moja, turudi kusikia neno la Mungu, na Bwana atakubariki. Yesu nipendaye, Kwako nakimbilia.
Hello. Good evening, viewers and listeners. It is evening in our city, and I know you might be in another place. I want to tell you good morning. We are in different time zones. I'm here with my team, and we are having a wonderful time. And I want to share something which is very, very important, which is also something that many of us shy away from. And I'll be sharing about the strength in our scars. The Bible says in 2 Corinthians 12, 9 and 10, this is Paul saying that he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." I've been to very many places, Africa, Asia, Europe, and now in North America. And one thing I have seen and witnessed is that many people are ashamed of their scars. You hide the scars, you use creams, you go to salons and do so many things to hide their scars. But scars tell a story. They are an evidence that you fought a battle, you endured, and you are receiving healing. So Paul is reminding us that he had a challenge, and in fact he says that he went to the Lord 3 times, but the Lord told him that my grace is sufficient for you. So God uses our weaknesses, God uses our scars to showcase his grace, power, and redemption. So when you have a scar and it has been healed, it is a story, it's telling a story. You cannot have a powerful story and then cover that story. So don't cover that scar. Let people see that you fought a battle and you won. So number one, scars tells a story. They tell a story. Let your story be seen. Let your story be round. Let people know that what they are talking about, the scars they are seeing in your life, maybe it is what has brought you to where you are. That scar is telling a story. It's an evidence of a battle won, pain endured, and it is declaring the strength and the perfection of God. And number 2 is that scars are a proof that you survived. Every scar you carry, whether visible or invisible, is a testament that you endured and you overcame something that could have destroyed you. If I would want to put a biblical context, the journey of Joseph in Genesis 37 reveals how he was betrayed, but he survived. The story we read about how he went to prison and all the other things that happened to him is proof that he survived prison. He did not die in prison. The tricks that were being played to him
by Potiphar's wife, he overcame and he succeeded. So scars are a proof that you survived. Don't hide them. Don't shy away from showing them. When people talk about things that you went through, don't feel bad. It's proof that you survived. Many people hide their emotional scars out of shame instead of showing the sustaining power of God. When you are not ashamed of that scar, when you are not ashamed of that story, when you give a testimony of what you went through, you are showcasing God's sustaining power. Reflect on the scars in your life and thank God for the strength, like he told the apostle, that my strength is revealed in weaknesses. Another thing is that scars are a sign that you are healing. Scars are not open wounds. They are evidence that healing has taken place. God doesn't leave us broken. He restores and makes us whole. If I would want to put a biblical context, is when Jesus resurrected in John 20:27, his scars were not signs of defeat, but proof of victory over death. So that scar, that story that people are telling about you, don't be ashamed of it. It's a sign that you received healing. Don't cover it. In a world that values perfection, scars reminds us healing is possible, and no matter how deep the wound can be, there is a sustaining power that comes from God. And his power is seen in those imperfections and in those wounds. Don't fear your scars. Let them remind you of God's power to heal and restore. Scars, another thing, refuse God's power in our weaknesses. Our scars highlight areas where we were weak, but God gave us strength. God helped us to overcome. God helped us to break through those barriers. It tells a story that we are not where we started. The stories they hear about you, the shortcomings, the failures, it's telling a story of somebody who has gone through so much, who did not bow down to those challenges, who did not quit. The reason why those scars can be seen is because you did not quit. You did not die in whatever gave you the scar. So be proud of it. It's showcasing the victory and the power of God. I want to repeat again, like God told him. He told the apostle that my power is perfected in the weaknesses of the people. So God bless you. Don't hide your scars. Be proud of them. Experience God's presence. Discover your purpose. Tumesikia neno limetuhimiza siku ya leo, na msikilizaji wangu, nikitaka kukuambia ni vizuri kumtegemea Mungu, vizuri kutegemea hii neema ya Mungu. Unajua hata wakati tunapoenda kulala, kuna watu wanaenda kulala wako kitandani, lakini mafikira imebeba mambo, imebeba madeni, watoto, familia, kazi za kesho. Hapana, wewe si department ya kubeba mambo yote ya dunia. Kuna mzigo ambayo unafanya sehemu yako, halafu iliyobaki unakabidhi Mungu. Nataka kusoma kifungu cha Biblia katika Petro wa kwanza 5:7. Inatukumbusha tumtwike yeye fadhaa zetu kwa sababu anatujali. Kwa hiyo leo sema moyoni, nitafanya ninachoweza. Nitamwamini Mungu kwa nisichoweza, na sitapoteza amani yangu nikijaribu kuwa Mungu wa maisha yangu pekee. Si hata hiyo ni neema? Tuende pumziko kidogo,
Tukirudi nitakuja kutamatisha kipindi chetu cha Majira ya Neema. Asante sana. All other gods, they are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. All other gods, they are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. Hey Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Jehovah Elohim, you are the most high. Jehovah Nissi, you are the most high. Oh my Jesus, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Most high God. Everybody hands with me. This is what I charge you. Oh, you are good and your mercy is forever. Hey, you are good and your mercy is forever. Oh, you are good and your mercy is forever. Oh, you are good and your mercy is forever. Oh, Jehovah, you are the most high. Oh, my Jesus, you are the most high. Jehovah is your name. You are the most high. You are Elohim. You are the most high. Oh, my Jesus, you are the most high. I lift your name. You are the most high God. Msikilizaji wangu, tunapotamatisha kipindi chetu siku ya leo, ningetaka kuachia neno moja. Ningekuomba, maybe hukuelewa kila kitu, maybe umechanganyikiwa, maybe hujui uanze wapi umalizie wapi. Ningekuomba usibaki na alama ya inaitwa mshaga ya alama ya kiulizo, question mark, Usivuke siku yako kwa hiyo alama. Hapana. Kuna mambo ambayo leo yanaonekana kama vipande visivyorigana, lakini kesho Mungu anaweza kuvipanga, na ndiposa utasema kumbe maana nilipitia pale. Kwa hivyo ukiondoka nasi leo, usiondoke ukiuliza tu kwa nini mimi. Anza kuuliza, Mungu unataka kunifundisha nini kwa jambo hili? Mimi ni mwenyeji wako Kerry Prestige, na kwa Bishop Isaac, endelea kufurahia sabbatical leave yako, na umekaa sana, tunataka urudi sasa. Umekaa sana. Lakini tumerida kiti chako, hatujabadilisha jina kwa mlango wa studio. Hatujabadilisha mlango, bado mlango wa studio umeandikwa Majira ya Neema. Kwa hivyo Bishop, usiwe na wasiwasi. Tunakuombea urejee ukiwa umebadilishwa na kujazwa upya.
Kuna kitu nilikuwa nataka nikuambia hapa. Usiogope ukurasa ambao bado haujaandikwa. Kalamu bado iko mikononi mwa Mungu na iko na wino. God is still writing the story of your life. Kwa hivyo utembee kwa imani, ishi kwa shukrani na usikose kutabasamu, maana Mungu bado hajamaliza na wewe. Naitwa Kereo Prestige, majira ya neema. Shalom, shalom hadi kesho. Bye bye. Yesu nipendaye, Kwako